Kabla ya taarifa hizi za ndani za Tanzania ITV ambazo tunapeperusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa wewe ni mgeni mtazama kwa mara ya kwanza Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha msingi, yeyote ambaye anatazama kanda hii usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu. Samia amefika mwisho kwa uongozi wake. Waziri mkuu katika serikali yake ambaye anaitwa Mwigulu Nchemba amegeuka na kutangaza kuwania kiti cha urais mwaka wa 2030. Hizi ni habari za ndani ambazo zimetufikia, na sasa hivi Ikulu Chamwino ipo katika hali ya hatari, huku waziri huyu akitangaza kuwania kiti cha urais dhidi ya Samia Suluhu Hassan mwaka wa 2030. Sasa tunataarifiwa habari za siri za ndani zinasema ya kwamba Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu alifanya kikao maalum kule Arusha. Kikao hicho kilihusisha viongozi mbalimbali, hasa kiongozi yule wa zamani katika chama cha Chadema, ukipenda chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambaye anaitwa Mwamba. Nafikiri wengi mnamjua, alikuwa katika mkutano huo, na kulikuwa na viongozi wengi kutoka dini ya dhehebu lile ambalo linaitwa KKKT walikuwa pale, na ajenda kuu ilikuwa ni kivipi Mwigulu Nchemba atawania kiti cha urais mwaka 2030. Hizi ni habari za kina. Kikao kilifanyika kule Arusha. Sasa hivi Samia Suluhu Hassan, hata kama hamtaki makamu wa rais wa sasa Emmanuel Nchimbi kwa kumezea mate kiti ambacho anashikilia sasa, hata waziri mkuu amegeuka naye anataka kuwa rais wa Tanzania. Katika siku za hivi majuzi tumemwona Mwigulu Nchemba akitembea katika sehemu mbalimbali humu nchini akiwa na vipaza sauti, akienda kufanya kikao katika maeneo mbalimbali. Anazungumzia Watanzania vile John Pombe Magufuli marehemu alikuwa anafanya, na yeye ameanzisha mtindo huo wa kuzungumzia Watanzania hapa na pale katika sehemu mbalimbali humo nchini Tanzania, kumaanisha anataka kuongeza umaarufu wake ili apendwe, ili wakati atakapokuja kuwania kiti cha urais mwaka 2030 dhidi ya Samia Suluhu Hassan, Samia atakuwa anafukuzwa na kuenda nyumbani na yeye akae katika kiti cha enzi kule Ikulu kama rais wa awamu ya 7 nchini Tanzania. Kwa hivyo hayo ni miongoni mwa yale ambayo yanaendelea. Kwa hivyo sasa hivi Samia Suluhu Hassan hana pa kushikilia, kwa sababu kutoka upande huu mwingine anavamiwa, kutoka upande huu mwingine anavamiwa. Ikifika tutakapokaribia uchaguzi ujao, kuna uwezekano hata kuwa na wale ambao wanamuunga mkono. Unajua sasa hivi tunashindwa cha kusema hapa Tanzania. Samia kwa nini anakataliwa na hata wale ambao wako serikalini? Ni kwa sababu ya kwanza, amechukulia serikali ya Tanzania kama mali na familia yake. Anaongoza vile anataka, kama mtu anaweza ongoza kwa nyumba yake. Kwa nini? Akaamua akamchagua mkwewe ambaye ni Mchengerwa, mnamjua, akamweka wizara ya afya. Huyo ni mkwewe ambaye ameoa mtoto wa Samia. Akaenda huyo mtoto ambaye ameolewa na Mchengerwa akamweka katika baraza la mawaziri kama makamu wa waziri katika wizara ya elimu. Akaenda akamweka mtoto wake mwingine ambaye anaitwa Abdul, yeye ndiye anasimamia idara ya usalama hapa Tanzania. Abdul akaenda tena akamchukua shemeji wake akamweka kuwa waziri katika wizara ya fedha hapa Tanzania. Akaenda akaweka watu wake katika viti mbalimbali za uongozi serikalini. Yaani anaongoza nchi ya Tanzania kama mali na familia yake. Sasa hili ndilo limeweza kusababisha hata viongozi wala ambao wanamuunga mkono kumuruka. Ndio maana wamegeuka, wamesema hakuna
haiwezekani, lazima tutawania urais, sisi tuko na nguvu za kutafuta kiti hichi cha urais. Na sasa ndio maana amevumaniwa, ameshuhudia upinzani mkubwa haswa kwa uongozi wake. Yale ambayo alifanya watu bado hawajasahau. Watu wengi waliweza kuuawa, wengi wakapoteza miili, hawajawahi pata hata miili kuonyesha heshima ya mwisho kuzizika kwa kimila. Na hapa Tanzania tuko na zaidi ya kabila 120 na wanamtazama tu kile ambacho anaendelea. Wazanzibari wametoka pale, wameingia Tanganyika, wanunua mashamba, wanafanya biashara hapa na pale, lakini Mtanganyika akienda Zanzibari hawezi kukubaliwa. Yani ukiangalia viti mbalimbali ameleta Wazanzibar, ndio wanashikilia ubalozi mbalimbali katika mataifa mbalimbali. Wazanzibari ndio wengi Waislamu ikilinganishwa na Watanganyika. Sasa yani ameuza hifadhi ya Ngorongoro, yani yale ambayo Samia Suluhu Hassan ameyafanya, imefika wakati watu wengi wamesema imetosha. Ndio maana kila mtu amekasirika, hawamfurahii, hawamshangilii Rais Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake, kwa kile ambacho anaendelea kukifanya katika uongozi wake. Ndio maana Mwigulu Nchemba ametangaza atawania kiti hiki cha urais. Ni kama hajatangaza hadharani, lakini sisi tunapata taarifa zile za ndani. Hivi majuzi uliona Paul Makonda ambaye ni waziri wa habari hapa Tanzania aliweza kusimama na kuanza kulaumu eti kuna mtu anajifanya eti yeye atakuwa rais, tangu lini awe mtu mzuri. Alikuwa anamlenga huyu jamaa ambaye anaitwa Mwigulu Nchemba kwa yale ambaye anaendelea kuyafanikisha kuzungumzia Watanzania katika sehemu mbalimbali kama Magufuli. Sasa huyu Makonda na yeye ako na wivu wake, kwa sababu anamezea mate kuwa naibu rais ama makamu wa rais wa Samia Suluhu Hassan. Ndio maana anamtetea sana mara mingi, akisema ya kwamba mimi kama Makonda siwezi kumsaliti rais wangu ambaye ni Samia Suluhu Hassan. Ni vile njama ipo. Unajua Makonda angechukuliwa kuwa mgombea mwenza wa Samia Suluhu Hassan, lakini kwa uwepo wa Jakaya Mrisho Kikwete walisema hawezi kumkabidhi nafasi ya kupata tikiti ya chama cha CCM, chama tawala. Ndio maana wakampendekeza ama Jakaya akaleta Emmanuel Nchimbi ambaye ni Mkatoliki, akamleta pale, ndio tikiti hiyo ya chama cha CCM ikatoka ikakabidhiwa rais wa sasa Samia Suluhu Hassan. Kama si hivyo, sasa hivi Samia hangeweza hata kuruhusiwa kuwania kiti cha urais hapa Tanzania, kwa sababu yeye alikuwa anampenda sana Paul Makonda. Mmeona hivi majuzi vile Paul Makonda anawekwa katika nafasi fulani, anasongeshwa, anaangolewa, anafanya kikao hapa na pale, anapandishwa ngazi. Sasa hivi ni waziri, sasa wanataka kutafuta njia ya kumpandisha awe hata makamu wa rais. Kwa hivyo hayo ndio yanaendelea hasa katika uongozi wa hapa Tanzania. Kwa hivyo Mwigulu Nchemba atawania kiti cha urais katika mwaka 2030 baada ya kuwa na kikao kule Arusha, kikao ambacho kiliweza kuhusisha viongozi mbalimbali wa kanisa dhehebu lile la KKKT walikuwa pale, na yule alikuwa kiongozi wa zamani Chadema ambaye anaitwa Mamba alikuwa pale. Hayo ndio yanaendelea, na ajenda kuu ilikuwa ya kuwania kiti cha urais kupitia Mwigulu Nchemba, lakini tutasubiri tuone ni kipi ambacho kitafanyika. Naomba kutamatishia hapo, tukutane baadaye kwa kanda nyingine. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri.